Nchi yetu kwanza ni tajiri wa madini, tuna madini mengi sana. Madini yetu yana thamani kubwa sana. Madini Diary. Karibu uyafahamu madini ya Savorite, fahari ya Tanzania isiyojulikana na wengi. Katika kina cha ardhi ya kaskazini mwa Tanzania kuna hazina adimu, hazina isiyo ya dhahabu wala almasi. Kwa miaka mingi, kanda ya kaskazini mwa Tanzania imejulikana zaidi kwa utalii, mandhari ya kuvutia, hali ya hewa inayofaa kilimo. Lakini chini ya ardhi hii kuna urithi mwingine mkubwa, hazina ya madini ya vito. Madini yanayofahamika zaidi ni Tanzanite, jiwe la kipekee linalopatikana Mirerani, lakini pia maeneo jirani kama Lemshuku na Simanjiro hupatikana pia kito kingine cha kijani kibichi kinachong'aa kwa uzuri wa kipekee duniani. Haya ni madini yanayojulikana kitaalamu kama Savorite, mara nyingi huitwa green garnet, lakini si kila green garnet ni Savorite. Savorite ni aina maalum adimu na yenye thamani ya juu zaidi katika soko la dunia. Ni jiwe lisilojulikana sana na wengi hapa nchini, lakini linaheshimika sana katika masoko ya kimataifa ya vito vya kifahari. Hii ni Savorite, fahari ya Tanzania isiyojulikana na wengi. Na hii ni safari yake, safari kutoka mgodini kupitia kwa wachimbaji, wafanya biashara, wathamini hadi kufika sokoni ndani na nje ya nchi. Ni mapambo yaliyokuwa yanampa mtu fame, yanampa mtu ukubwa, yanampa mtu kujua kwamba yeye ni nani kapewa. Kutokana na hiyo thamani yake imekuwa kubwa. Usijiulize Savorite ni nini. Savorite ni moja kati ya madini ya vito adimu zaidi duniani. Kitaalamu ni aina maalum ya garnet kutoka kundi la Glossula garnet. Rangi yake ya kijani angavu hadi kijani kibichi husababishwa na uwepo wa elementi za vanadium na wakati mwingine chromium au zote kwa pamoja. Hapo ndipo tofauti muhimu ipo. Green garnet ni jina la jumla, lakini Savorite ni daraja maalum. Tofauti na green garnet nyingine kama demantoid au varovite ni kwamba Savorite ina uang'avu wa juu zaidi, ubora wa kipekee na thamani kubwa zaidi sokoni. Savorite iligunduliwa kwa mara ya kwanza miaka ya 1960 karibu na Tsavo, Kenya, lakini baadaye ilionekana kuwa na ubora wa juu zaidi kaskazini mwa Tanzania, hususani mkoa wa Manyara. Leo Tanzania miongoni mwa vyanzo vikuu vya Savorite bora zaidi duniani. Savorite na green garnet ni aina muhimu sana au adimu ya green garnet kutoka kwenye kundi la Glossula garnet, ambalo inapelekea rangi yake ya ukijani. Ukijani huo unatokana na elementi ya chromium na vanadium au vanadium na chromium. Mojawapo inaweza ikaingia ikasababisha rangi ya ukijani ambayo inapelekea ukijani angavu mpaka ukijani kibichi. Lakini inatambulika kwamba sio green garnet zote ni Savorite. Green garnet inatambulisha aina za rangi za madini ya green garnet zenye rangi ya kijani. Nazo ni kuna hiyo Savorite, Uvarovite pamoja na Demantoids. Zote hizo ni aina za green garnet zenye rangi ya kijani. Karibu ni kujuze chimbuko na thamani ya Savorite. Safari ya Savorite inaanzia hapa chini ya ardhi katika migodi midogo na ya kati ya mkoa wa Manyara na maeneo jirani. Hapa ndipo jiwe ghafi hupatikana
kabla halijapata thamani yake kamili. Kwa wachimbaji wadogo, Savorite si jiwe tu, ni chanzo cha matumaini, ni ajira, ni maisha. Serikali imeendelea kuimarisha mazingira ya uchimbaji, kuhimiza uchimbaji salama na kuhakikisha wachimbaji wanakuwa sehemu ya mnyororo rasmi wa biashara ya madini ya vito. Ni madini ambayo yana kihistoria, yana historia kubwa sana, ndio maana hayaanguki kibiashara. Yamejijenga, yakajiwekea nafasi hapo toka enzi kabla Yesu hajazaliwa. Haya madini yalikuwa yapo, yalitumika katika meaning tofauti tofauti na hawa wakoloni wa zamani, watawala wa zamani wa kihistoria. Ni madini ambayo yako katika historia ambayo inasomeka nyuma sana. Kwa hiyo ni madini ya zamani sana, nimesema kabla ya enzi ya AD, Anno Domini. Sasa madini haya yalishajijengea umaarufu toka enzi hiyo, na katika vitabu vya dini madini haya yameandikwa, yana historia yake. Sasa huo umaarufu uliojijengea umejijengea moja kwa moja mpaka leo, ambapo kutoa umaarufu wake ni kazi kubwa sana, ila uthamani wake unazidi kupanda kila siku. Katika utawala naweza nikauchanganua wa madini haya ya vito, kasa katika hii green garnet, emerald, blue sapphire, ruby ambayo walikuwa wanaita yakuti. Haya madini utakuta katika historia kubwa inaanzia toka enzi ya Mfalme Daudi, kwa sababu walikuwa wana mataifa 12. Yalikuwa mataifa ya 12 ilikuwa ni mataifa ya Israeli, na haya mataifa yalikuwa yanatambulika kwa rangi ambazo za haya madini. Ndio maana yalikuwa yanapangwa madini 12. Ilikuwa wale watawala wanapopeana utawala, huyu anampa mtawala mwenzake, anampa power. Ile power ilikuwa inawekwa kwenye slate, alafu yamewekwa haya madini, ndio ilikuwa inampa power. Huyu anaondoka kwenye madaraka, anapomkabidhi madaraka mtu mwingine, ilikuwa inatumika hiyo ambayo ilikuwa inaonyesha kwamba mataifa 12 ya Israeli yalikuwa yanatambulikana na kutofautiana kwenye haya madini. Hali nzuri, naweza nikasema kwamba maisha sio yale ya kubangaiza tena, yaani ninayo mkondo ambao ninaotembea nao kabisa, kwamba na hatua fulani ya kufanikiwa kupitia kazi hii. Maana hii ndio kazi ambayo nimefanya, na tangu nimekuwa na ufahamu ule wa kuelewa kitu, ndio kazi mimi nimeanza nayo, nimeendelea nayo mpaka leo. Wawekezaji waendelee, kwa sababu tuna maeneo mengi ambayo yanakuonyesha kwamba yanahitaji kufanyiwa kazi. Kwa hiyo maeneo hayo popote panapogundulika pana green garnet, wanatakiwa watu waweze kuwekeza, ili tukifanya kazi kwa nguvu kubwa ni rahisi kufanikiwa. Serikali tunaishauri kwamba itupe ushirikiano, iweze kuangalia kwa jicho la upana zaidi na sisi, kwa sababu kwa mfano kama sasa unaona ukuta umejengwa kule, maana yake serikali imeweza kuwekeza akili yake kubwa iko kule. Lakini hata kwenye green garnet kuna sehemu ambazo zinaweza zikasababisha tukafanikiwa pia zaidi, kama Lemshuku pia hapa na sehemu zingine Zito Mangumi, hizo zote zina green garnet. Changamoto kubwa ambayo tunao eneo lote la Lemshuku tuseme ni research. Yaani unakuta ile eneo halijachimbwa sana. Kwa hiyo probably tunapochimba ndio huko tunafanya na nini? Tunafanya na research. Naona green na unafuko ni uchimbaji kuliko Tanzanite na mawe mengine. Lakini watu wengine wa Tanzanite na wengine wanaogopa, lakini nadhani changamoto kubwa wa green ni upatikanikaji wake. Kwa maana watu wengi wanaogopa. Green garnet inatufaa sisi na ni madini yenye thamani kubwa. Imetusaidia kwa sababu tunapata maisha katika maeneo haya. Watoto wangu kila kitu wanategemea hapa. Shule, vyakula, kila kitu ni hapa. Kwa hiyo hapa ndi shambani tunasema. Tunaipa mapato serikali, ni sehemu kubwa ya kuipa mapato serikali. Kwa hiyo tuangalie kwa majicho mawili ili tuweze kusonga. Kilichonivutia uchimbaji ni baada ya kuona kwamba watu wanayafanya uchimbaji wanakuwa wanapanda. Mungu anapojelea kupata jiwe unakuwa pia na thamani yako inapanda. Maana ukitegemea sana kazi nyingi kama kilimo pakiwa kuna mvua, lakini jiwe pia ina shida, lakini unapolichimba siku Mwenyezi Mungu akikujalia kupata utakuwa umetoka kwenye maskini pia. Ndio maana akatuletea kwamba tuwe na muonkari wa kufanyaje ya kuchimba na kupitisha kwenye biashara ya awali, brokers na dealers. Baada ya kutoka mgodini, Savorite huingia hatua ya biashara ya awali. Hapa ndipo wanapatikana brokers na dealers. Wao ni kiungo muhimu kati ya mgodi na soko. Kupitia wao, Savorite hufika kwenye masoko ya ndani na nje ya nchi
lakini uwazi na uthaminishaji sahihi ndio nguzo za biashara hii. Ni ubora na thamani ya Green Giant ndio kilichonivutia. La pili, Green Giant soko lake liko wazi wazi, huwezi kusumbuka kusema kwamba uzunguke usiende wapi. Kwa kila utakavyoingia kwenye ofisi unauza, unakuwa na ofa, tofauti na madini mengine lakini hii oda yake, kwa sababu nadhani ni ile ubora wake na umaarufu wake wa Green Giant, ndio maana unakuta soko liko wazi kwa mara moja. Asilimia kubwa green ilikuwepo kwenye soko, inazidi kukua, na mimi nadhani na miundo mizuri ya serikali kuweka miundo mizuri katika masoko ya pamoja. Kwa hiyo wakiingia, unakuta panakuwa na ushindani wale wanunuzi, kwa hiyo ndio maana soko letu linazidi kupanda kidogo. Tunakata, tunapeleka nje, tuna advertise na kuuza na tukubadilisha. Kusani rare bei ni juu sana. Haitoki kwa mara. Size gram 5 inaweza ni kitu ajabu sana. Inaweza kutoa labda kwa mwaka, labda mara moja, mara mbili, yani so ni kitu ajabu. Biashara kawaida, watu wengi, wachimbaji wadogo wengi wanachimba kwenye hii sehemu zote hizi, na cheni wachimbaji kawaida inaenda kwa broker, kutoka broker inaingia kwa madila wanapeleka nje, au wanauza hapa nchini kwa bila wanakuja. So hiyo ni soko kubwa ya madini nyingi inauzwa nje. Kidogo inauzwa ndani ya nchi, ambayo inaingia kwenye sonara wanakata, wanawalisha kwenye pete, ndio tunafanya hata baadaye labda tunaenda kwenye duka ya kwetu kuangalia hata finished product. But so hiyo ni process yani hiyo cheni ya mawe ambayo inachimbwa mpaka ifike kwetu. Bei ya Savorite inategemea. Kama ni jiwe kama gram 5 juu ni kitu ajabu sana kwenye Savorite, kwa sababu mawe haitoki makubwa na usafi ya gram 5. Kama jiwe ni gram 5 safi kabisa, maana yake haina inclusion, haina sukari au sport, tunaita hizo sport tunasema ni crystal ambayo ziko ndani ya jiwe. Ikitoka safi kabisa, gram 5 hivi, bei inaweza kuwa hata kama $2,000 kwa gram, au kwa carat kama $1,000, $1,500, $2,000 hata kwa carat. So bei ni juu sana ukifananisha na Tanzanite ambayo ni $200, sana $250. Tofauti ni kubwa kweli. Hapa ndipo thamani ya kweli ya Savorite hujulikana. Uthaminishaji ni kitendo ambacho madini yanapatiwa thamani halisi, ambapo tasnia hii ya uthaminishaji inafanywa na wataalamu wa madini kutoka ofisi mbalimbali za Tume ya Madini pamoja na Wizara ya Madini kwa ujumla. Kupitia uthaminishaji, serikali inaweza kupata kodi mbalimbali ambazo zinasaidia serikali yetu kwa mambo yote endelevu kwa malengo yetu ya nchi ya sasa na yajayo. Zoezi la uthaminishaji tunalifanya kwa kuzingatia vigezo mbalimbali vya kitaalamu, ambacho kigezo cha kwanza ni kigezo cha rangi, kigezo cha ubora, kigezo cha uzito pamoja na umbo la madini haya. Lakini pia uthaminishaji tunaufanya kwa kuzingatia mwongozo wa bei halisi ya serikali. Hivyo napenda nitoe nasaha fupi kwa wachimbaji pamoja na wafanyabiashara wa madini wote kuhakikisha kwamba wanafika katika uthaminishaji ili kuweza kuisaidia serikali kupata tozo stahiki ambayo inaisaidia kwa malengo endelevu ya nchi yetu. Kwa sasa upande wa Tume ya Madini na Wizara ya Madini kwa ujumla tumeweka nguvu katika madini ya vitu mbalimbali, ikiwemo madini ya Tanzanite pamoja na madini ya Green Garnet aina ya Savorite Garnet. Madini haya yamekuwa ni madini ya kipekee, ni madini yenye thamani kubwa duniani, na hasa kutokana na asili yake ya rangi ya kijani kibichi, rangi nzuri ambayo duniani inaipa madini haya kuwa na soko kubwa zaidi. Na Tanzania tumepata bahati kuwa mzalishaji mmojawapo katika masoko mbalimbali ya dunia. Madini haya ni madini yenye ubora mzuri, ni madini yenye rangi adimu, rangi angavu, rangi ya kijani kibichi, na ni madini ambayo yana ugumu
ambao unakubalika zaidi katika upande wa mapambo. Hivyo kupitia madini haya ya green garnet imepelekea serikali yetu kuwa na uwekezaji mzuri katika upande wa ongeza thamani. Pia imepelekea serikali yetu kuweza kuongeza ajira, lakini pia imeipa serikali yetu mapato mazuri katika masoko ya dunia na nje ya nchi kwa ujumla. Hivyo natoa nasaha fupi na kutoa wito kwa wachimbaji wote na wawekezaji kuwavutia kushiriki pamoja katika madini haya ya Savorite Garnet ambayo ni madini pekee yanayopatikana Tanzania katika eneo la Lemshuku Mererani. Uthaminishaji sahihi hulinda mchimbaji, huongeza amani ya wanunuzi na kuhakikisha serikali inapata mapato sahihi. Serikali ina nafasi muhimu katika kusimamia rasilimali hii. Serikali kupitia uzalishaji wa haya madini ya Savorite imeweka mikakati katika sera ya madini ya 2029 na sheria la madini sura ya 123 yenye weka haki ya uchimbaji madini ya vito hapa nchini ikiwemo Savorite. Ni Watanzania pekee ndio wanaohusika katika swala zima la uchimbaji wa madini haya ya Savorite. Serikali kupitia programu ya MBT imetoa leseni kwa wachimbaji wadogo, vijana na wanawake zaidi ya 420 katika eneo la Lemshuku. Yote hayo ni kuchangia namna ya kuweka mikakati ya uendelezaji wa shughuli za madini, kuendeleza vijana katika tija ya uzalishaji na kupata ajira katika shughuli za madini. Kwa miaka ijayo, sekta ya madini kupitia aina ya madini ya Savorite ina matarajio makubwa ya kuchangia zaidi uchumi wa Tanzania kupitia ongezeko la mapato ya taifa, ajira kwa vijana, wanawake, kwa makundi maalum, viwanda, ongezeko la viwanda vya vito na kuimarisha nafasi ya Tanzania katika kuwa kitovu cha madini ya vito barani Afrika na duniani. Hii inawezekana tu zaidi endapo kutakuwa na uwekezaji endelevu wa uongezaji thamani madini. Kupitia sera na mikakati ya Wizara ya Madini, Savorite inaendelea kutambuliwa kama madini ya kimkakati lenye mustakabali mkubwa kwa taifa. Kutoka Manyara, Savorite husafiri hadi Ulaya, Asia na Marekani. Hutumika kutengenezea vito vya kifahari vinavyovaliwa duniani kote. Hii ndiyo Tanzania ikijitangaza kimataifa kupitia rasilimali zake. Huu ni mustakabali wa Savorite. Kwa uwekezaji sahihi, elimu, uthaminishaji na masoko, Savorite ina uwezo wa kuwa moja ya madini ya vito vinavyoingiza mapato makubwa zaidi kwa taifa. Ni fursa kwa vijana, wanawake, wawekezaji na Watanzania wote. Savorite si jiwe la kawaida, ni fahari ya Tanzania, ni hadithi ya ardhi, simulizi ya watu na uchumi unaokua kutoka mgodini hadi sokoni. Savorite inaandika simulizi mpya ya maendeleo ya Tanzania.